Young African ndio timu pekee ambayo katika michezo yote miwili ambayo amecheza haijaruhusu nyavu zake kuweza kutikiswa, kwamba ameweza kutunza clean sheet. Watu wengi walikuwa wanasema kwamba Yanga yupo katika kundi la kifo, Yanga kundi lake haambuli pointi kwa sababu anakutana na wapinzani wagumu kutoka kaskazini. Mimi nilisema kabisa kwamba Yanga simuone akiwa katika kundi la kifo, ila namuona yupo katika kundi la challenge. Na hiko ndicho ambacho nakiona. Ni kweli yupo kwenye kundi la challenge, na katika michezo yake miwili ambayo ameicheza ameweza kukusanya alama 4, kwa maana ya kwamba ameweza kupata point katika mechi moja, pointi zote 3, lakini pia ameweza kuokota alama 1 katika mchezo mwingine unaofuatia. Kitu kingine ambacho upekee anautengeneza Young African, ndio timu pekee ambayo katika michezo yote miwili ambayo amecheza haijaruhusu nyavu zake kuweza kutikiswa, kwamba ameweza kutunza clean sheet. Ukiangalia katika kundi lake, Al Ahly ameruhusu magoli 2, ukija kumwangalia FAR Rabat amesharuhusu, ukienda kwa JS Kabylie ndo ameruhusu kabisa, kwa sababu mechi ya kwanza anaruhusu goli 4, mechi ya pili anatoka bila kuruhusu goli lolote. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ukiangalia katika eneo la defensive Yanga wako well organized, hawajaruhusu goli paka sasa. Ukiangalia katika eneo la ushambuliaji, yes, wameweza kufunga goli, lakini wameweza kufunga goli moja pekee. Na upande wa Al Ahly wao wameweza kufunga magoli mengi, lakini pia wameweza kuruhusu magoli mengi. Kwa hiyo ukiangalia kundi la Yanga kwa ujumla wake, ukianza na anayeongoza kundi ni Al Ahly, ambaye huu ukiangalia katika viwango vya klabu ranking ya 5 year, wao ndio vinara Afrika, wamekuwa namba 1, na hata katika upangaji wa makundi wao wako pot number 1, na katika kundi hili ambalo liko limepangwa na Yanga, wao walikuwa wanasimama kwa vinara, walikuwa wako juu. Kwa mpaka sasa wametu prove right kwamba wao wanastahili kuwa namba 1, wanastahili kuwa pot number 1. Mpaka sasa wapo katika nafasi ile namba 1. Lakini pia kwa mujibu wa mpangilio wa FIFA Club Ranking 5 year, tunaona Yanga yupo katika poti namba 2. Ingawaje katika mpangilio Yanga hakuwa anastahili kukaa kwenye poti namba 2, kwa maana kwamba kuna watu ambao walikuwa katika 5 year Club Ranking walikuwa wako juu ya Yanga, lakini walikosa sifa ya kushiriki Champions League. Kwa hiyo ina maana kwamba wao wamekwenda shirikisho, wengine hawapo kabisa. Kwa hiyo wao kwa kukosekana kwao waliweza kupata nafasi ya kwenda kuruka hadi kufikia poti namba 2. Na ukiangalia katika mpangilio wake, tayari wao wapo katika nafasi ile ambayo CAF waliweza kuthamini na kutambua nafasi yao, wapo vile vile. Ukija kuangalia upande wa namba 3 ni FAR Rabat, na ukiangalia katika mpangilio wa kundi naye alikuwa vile vile, na JS Kabylie namba 4 kabaki vile vile. Kwa hiyo ina maana kwamba wale ambao walikuwa wanasema kwamba ni kundi la kifo kwa upande wa Yanga, tafsiri yake ni kwamba walikuwa wanasema kwamba Yanga pamoja na Al Ahly wanakwenda kuwa makatili katika grupu hili. Hiyo ndo tafsiri yake haraka, kwa sababu vile ambavyo ilikuwa imepangwa katika mpangilio wa grupu ndio umebaki vile vile.